Mambo ni moto. Karibuni tena kwenye Hamasa. Leo mambo yamefikia kikomo. Je, Devran amekubali kushindwa kweli na kumwachia Hazaru uongozi? Na nini kimetokea baada ya Yusuf kugundua ukweli kuhusu Bahar? Twende kazi. Mchongo unaanza kwa huzuni na mivutano ndani ya familia ya Azize. Mama bado amegoma kabisa kuwakumbuka watoto wake. Jemo, Fidan na Samet wamefika mwisho wa uvumilivu. Jemo anamlipukia bibi yake akimtaka aseme ukweli kwa mama yao, lakini ukweli ni mchungu. Yavuz, yule mbweha aliyevaa ngozi ya kondoo, amewalisha uongo kuwa yeye ndiye mkombozi, huku akitishia kuwaua watoto hao kama mama yao atajaribu kurudi kwao. Amesema wazi, Bala ni wangu na yeyote atakayejaribu kumchukua atajuta. Lakini kule bafuni, siri ya kipimo cha mimba imezua balaa la mwaka. Hashmet na wenzake wamepata kile kipimo na sasa kila mtu ananyoshewa kidole. Jemo anawaka moto akifikiri Azize au Zeliha wamevunja mwiko wa familia. Ili kumwokoa Zeliha, Melis anachukua uamuzi wa kishujaa na wa hatari. Anadai kuwa mimba ni yake. Hali inakuwa ya sintofahamu, huku Zeliha akiwa amejawa na hofu kuu, akijua Yusuf ameshaondoka kuelekea uwanja wa ndege na Bahar. Hata hivyo, Yusuf ni mwanaume wa kweli. Anakataa kuingia kwenye mtego wa Bahar na mama yake. Anamwambia Bahar ukweli mchungu. Wewe unanipenda kama takataka, sio mapenzi ya kweli. Mimi nampenda Zeliha. Yusuf anagairi safari na kurudi mbio kwa Zeliha, na hapo ndipo Zeliha anapomwambia neno moja zito: Yusuf, tunatakiwa kuoana sasa hivi. Mwisho wa siku, mchezo wa Devran unafikia kileleni kwenye hoteli yake. Devran anajifanya kukabidhi mamlaka kwa Hazar Demirci mbele ya machifu wote. Lakini kabla ya kukabidhi, anatoa hadithi fupi ya mchungaji na mbwa mwitu. Devran alijua kuwa Hazar ana mzio mkali na karanga. Katika vinywaji vilivyotolewa kulikuwa na mtego wa siri. Ghafla, Aras anaanza kushindwa kupumua. Macho yanatoka na sura inaanza kubadilika. Devran anapiga kelele, fungeni milango, leo kinyago cha mbwa mwitu kimeanguka. Siri ya Hazar imefika mwisho mbele ya kila mtu. Leo nataka kuanza kwa kuwapa maua yao mashabiki wote wa kweli wa Hamasa. Nyinyi mnaosubiri video zetu kwa hamu, mnaogonga like bila hata kuombwa, na mnaoacha maoni ya kutupa moyo, tunasema asanteni sana. Sapoti yenu ndiyo inatufanya tuendelee kuchambua hizi siri nzito za akina Devran na Jemo. Usisahau kuandika neno usaliti kwenye comment kama unataka nikupe mchongo wa kitakachomkuta Hazar baada ya mtego huu. Tukutane kwenye video ijayo. Hapa ni Hamasa, mahali pekee ambapo mbwa mwitu hawezi kujificha kwenye ngozi ya kondoo.